Tambua na uifahamu historia ya aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Odinga imeandaliwa nami Shadrack Serem. Aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Odinga alizaliwa tarehe 7 Januari mwaka 1945 katika familia ya marehemu Jaramogi Oginga Odinga. Raila aliweza kuhudhuria shule ya msingi ya Kisumu Union na shule ya upili ya Maranda katika miaka ya shule ya msingi na ya upili. Baadaye aliweza kuacha shule ya upili mwaka 1962 na kuweza kuhamia Jerumani Mashariki ili kuweza kuhudhuria taasisi ya Hada. Mnamo mwaka 1965 Odinga aliweza kupata ufadhili wa kuweza kuhudhuria chuo kikuu cha Leipzig katika kitivo cha falsafa ya Ujerumani Mashariki katika shule ya ufundi Magdeburg mnamo mwaka 1970 ambapo alipata degree ya uhandisi. Baada ya kuhudumu kama waziri mkuu kuanzia mwaka 2008 hadi mwaka 2013, Raila Odinga aliweza kurejea Kenya kuweza kukamilisha masomo yake na kuweza kuanzisha kampuni maalum ya kuweza kutengeneza mitungi ya kuhifadhi gesi ya maji na petroli. Kampuni hii ambayo awali iliweza kujulikana kama Standard Processing Equipment Construction na Erection Limited sasa inajulikana kama East African Spectrum. Mnamo mwaka 1974 Raila aliweza kuteuliwa kuwa maneja wa viwango vya kundi katika shirika la viwango la Kenya KEBS, wadhifa aliyoshikilia hadi mwaka 1982 alipokamatwa kwa shughuli zake za kisiasa na baadaye kuweza kufungwa. Serikali ya aliyekuwa rais wakati huo Daniel Toroitich arap Moi alimweka katika kizuizi cha chumbani kwa jumla ya miezi 7. Baadaye aliweza kushtakiwa kwa uhaini na kuweza kufungwa jela miaka 6 bila kesi. Mamake aliweza kufariki mwaka 1984 alipokuwa gerezani. Mnamo Februari tarehe 6 mwaka 1988 aliyekuwa rais wakati huo Daniel Toroitich arap Moi aliamua kuweza kuachiliwa kwake, lakini kufikia Septemba mwaka huo alikuwa ameweza kukamatwa na kuweza kufungwa tena. Mnamo Januari tarehe 12 mwaka 1989 aliachiliwa kutoka gerezani, lakini Julai 5 mwaka 1990 alikamatwa kwa mara nyingine tena kama sehemu ya harakati za demokrasia ya vyama vingi pamoja na Kenneth Matiba na Charles Rubia. Baada ya kuweza kuachiliwa kutoka jela mnamo Juni tarehe 21 mwaka 1991 alihofia usalama wake na alihamia nchini Norway mnamo Novemba mwaka huo. Baada ya kuweza kurejea Kenya mnamo Februari mwaka 1992, Raila Odinga aliweza kujihusisha haraka na jukwaa la urejeshaji wa demokrasia Ford na hatimaye kuwa makamu mwenyekiti wa chama ya kamati ya madhumuni ya jumla. Mnamo mwaka 1992 aliweza kugombea kwa tikiti ya Ford Kenya na kuweza kushinda kiti cha ubunge wa Lang'ata. Baada ya babake Jaramogi Oginga Odinga kuweza kuaga dunia Januari mwaka 1994, aliweza kuwania kiti cha mwenyekiti wa chama, lakini akaweza kushindwa na Michael Wamalwa kijana ambaye pia vilevile baadaye aliweza kuondoka Ford Kenya na kuweza kujiunga na National Development Party NDP. Baada ya kuweza kuwania urais mwaka 1997 na kushika nafasi ya 3, aliweza kupanga muungano kati ya chama chake National Democratic Party NDP na chama cha Daniel Toroitich arap Moi wa KANU kuanzia Juni mwaka wa 2001 hadi Juni mwaka 2002. Alikuwa waziri wa nishati katika baraza la waziri la Moi kama sehemu ya makubaliano ya ushirikiano wa kugawana madaraka, ambapo aliweza kuteuliwa kuwa katibu mkuu wa chama cha KANU katika uchaguzi uliofuata. Raila Odinga baadaye na Daniel Toroitich arap Moi waliweza kutofautiana mwaka 2002 baada ya Moi kuweza kumuunga mkono Uhuru Kenyatta kuwa rais. Odinga wakati huo na wabunge wengine wa KANU kama vile Kalonzo Musyoka, George Saitoti na msemaji Joseph Kamotho waliweza kuteta kuwa Kenyatta alikuwa na umri wa miaka 38. Wakati huo hakukuwa na uzoefu wa kisiasa na sifa tu za uongozi wa kuweza kutawala, kwa hiyo waliweza kupinga hatua hiyo.
Chama cha Liberal Democratic Party LDP walichojiunga hatimaye kiliweza kuunganishwa na chama cha National Alliance Party of Kenya NAK, na alikuwa rais wa tatu wa Kenya Mwai Kibaki na vyama vingine vingi kuweza kuunga muungano wa National Rainbow Coalition na NARC. Hatimaye aliweza kumshinda Kenyatta katika uchaguzi wa mwaka wa 2002. Baadaye aliweza kutofautiana na Kibaki na kuweza kugombea dhidi yake katika uchaguzi wa urais wa mwaka wa 2007 ambao uliweza kufuatia na ghasia za baada ya uchaguzi mkubwa zaidi katika historia ya Kenya, wakati wa mazungumzo ya amani yaliyosimamiwa na aliyekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wa wajumbe Kofi Annan, aliyeteuliwa kuwa waziri mkuu wa muungano huo wakati huo. Aidha, aliweza kushindwa na Kenyatta katika uchaguzi wa urais wa mwaka wa 2013 ambao ulikuwa na utata mkubwa. Mahakama ya juu iliweza kubatilisha matokeo ya uchaguzi, lakini Raila alikataa kuweza kupiga kura katika marudio ya uchaguzi wa Oktoba wa mwaka wa 2017. Mahakama iliweza kueleza kuwa haikupata ushahidi wowote wa udukuzi na kwamba hakuna ushahidi uliowasilishwa kuweza kuonesha kuwa Chebukati na wafanyikazi wengine wa tume ya IEBC waliweza kuhusika. Baadaye Raila aliweza kupeana mkono na Uhuru mnamo Machi mwaka wa 2018 almaarufu handshake. Aliweza kuwania urais tena mwaka wa 2022, lakini akashindwa na Rais William Ruto akatangaza kuwa uchaguzi ulikuwa na udanganyifu, ambapo Ruto aliweza kupata 50.49% ya kura, huku Raila Odinga akiweza kupata 48.85%, ambapo aliweza kupinga matokeo hayo katika mahakama ya juu. Hata hivyo, benchi ya majaji 7 iliweza kudumisha ushindi wa Rais William Ruto. Kufuatia uamuzi huo, Odinga aliweza kuanzisha maandamano dhidi ya serikali iliyolenga kumkatisha tamaa Rais William Ruto. Mnamo mwaka wa 2024, vijana wa Gen Z waliingia mitaani katika kile kilichokaribia mapinduzi na waandamanaji walichoma moto bunge. Makumi ya vijana pia vile waliweza kuuawa. Baadaye Raila Odinga aliweza kujiunga na utawala wa Ruto wa Kenya Kwanza katika mpango unaojulikana kama serikali pana, ambapo baadaye pia vile hali yake ya afya ya Raila iliweza kudhoofika mara moja, ambapo aliweza kupelekwa kupata matibabu nchini India. Alifariki baada tu ya kuweza kupata na mshtuko wa moyo wakati wa matembezi ya asubuhi siku ya Jumatano Oktoba tarehe 15 mwaka wa 2025. Alikimbizwa hospitalini ambako alitangazwa kuweza kufariki mwendo wa saa 3:52 asubuhi saa za India, kulingana na msemaji wa hospitali hiyo. Binti yake na jamaa zake walikuwepo naye pamoja. Wakati huo tunasema Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi.